Sawa, asante. Na leo najua kitaumana. Najua kitaumana. Hapa kwa hii video kitaumana. Najua watu wetu kutoka Luland watanitusi, but nimekubali leo. Nataka nipige 4 minutes kia vitu nasema yote, but ni vitu sitakuwa tangible sana. Namba 1. Hakuna mahali tuliagree na Ruto kama Wajaluo tutampigia kura. Hakuna agreement tulifanya na Ruto. Hakuna agreement tuliagree na Ruto tukasema lazima tu support Ruto. Naona kama agreement iko, huyo mtu aenda tuletie hiyo kitu, sisi pia tusome ndio tujue mahali tulikaa chini Wajaluo waka agree tutapigia Ruto kura. Hatuwezi pigia Ruto kura on behalf of somebody. Hatuwezi pigia Ruto kura because wengine wanasikia vizuri. Unasikia? Sisi kama Wajaka ndiye tuko na mdomo mingi kwa hii serikali. Na sisi ndiye tunaenda tunapiga majirani yetu wa Kisii wamesimama na sisi. Sisi ndiye bado tunasema hao watu ni wachache. Unaona? Bwana Mungu anafanyanga vitu vile wewe ufikiri. Unaona hiyo vile unafikiria wale wako wengi ndio wanaweza ongoza. Mungu anaona wale wako wachache ndio wanaweza ongoza. Hiyo ndio the reason why alitumia Moses akitoa watu wa Israel kwa mkono ya Farao. Alikataa na alikuwa stamara. Akamwambia wewe ndiye utaenda hata kama hujui kuongea, akapewa helper. Ndiye bado nasema, unaona hata watu wanasema bagusi ni community wa church hapo. Hao ndio watu wanaesokoa mpaka hata Luland. Wanaesokoa Luland. Sisi kama Wajaluo, for example, Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori. Mtu wa Siaya uko kwa Kinumos Longlelo, Wichilum, utoke tu na kura. Upite Kisumu, upite Seme, ufike Kisumu. Ndugu yangu, bado unakuja tu mpaka upeleke kura Sigoi. Umelaniwa. Wewe mwenyewe umelaniwa. Just come to Kisumu. Mtu wa Kisumu Ahero. Wewe ukuje tu. Upite tu hapa Kisii. Kwani kutoka Kisumu hadi Kisii na kutoka Kisumu hadi Sigoi gani mbali? Kitu uko naye karibu ndio unaanza naye. Unasikia? Ndio utembee na kura yako mpaka Sigoi, umeshachoka. Hiyo kura ingia naye hapa kwa Matiang'i. Unasikia? Unasikia? Mtu wa Homa Bay hivyo tu. Kutoka Homa Bay hadi Kisii ni pesa ngapi? Pesa kidogo sana. Unasikia hapo? Ni pesa kidogo sana. Ni pesa kidogo sana. Huyu bisi naenda na mguu. Nasikia? Kuna hata soko tunashare na wa Kisii. Just go to Chamgiwadu. Hapo utapata wa Kisii na Wajaluo. Tana unyime Mkisii kura, uende upe Mkale. Ndugu yangu, kichwa yako iko sawa. Just come to Migori. Sasa mimi niache kura, nitoke tunakula Migori. Nipite Rongo. Nakuja, napita Kisii, bado napita Narok, naenda na kura. Bado kura mpaka Sigoi, iwezekani. Sisi Wajaka kama uwezi pigia Matiang'i kura ama natembea ni masimeji. Kati ya Matiang'i na natembea ni hapo tu. Uwezi nyima bibi umekaa naye kwa nyumba. Umeoa Mluya, hata kuna Waluya Wajaluo wameoa nini? Wameoa mpaka wa Kisii. Sasa Mkisii amesimama ama Mluya amesimama. Unyime natembea kura hata unapelekea Ruto. Kwa kichwa yako iko sawa ndugu yangu. Hata wewe mwenyewe kichwa yako inafanya. Mimi nimeuliza Wajaluo, sisi kama Wajaka tujue tumejaribu na tumeshindwa. Kuna jirani yetu moja anataka Mluya. Jirani moja na mbili wanataka Mkisii. Mbona nao watu wataenda kukaa chini? Natembea, hakuna Kalonzo, hakuna nani? Matiang'i watakaa chini watoe candidate moja. Kwani wapi? Tuliagree na Ruto, tutamsupport. Ndugu yangu, hakuna. Kama umejua wewe ni Jaluo utapigia Ruto kura, ndugu yangu, utahama hapo. Piga tu hiyo mdomo yako utahama. Utahama. Wacha time ifike. Ndio tutajua huyo Ruto alikufanyia nini. Na hiyo kitu gani Ruto ametufanyia. Beta tupae Mluya, wamesimama na sisi ya kutosha. Unasikia hapo? Wakisii wamesimama na sisi ya kutosha. Wakamba pia wamesimama na sisi ya hatuna dini ya Wakale.
Wakale Raila Amolo Odinga sasa yao ndio wakale Ruto sasa angekuwa raia, wameshachukua dini yao. Na hii mambo slogan watu wanakujanga, oh waloya nini? Ati wakisini wachache. Mesa kwa tumbo yako. Mesa kwa tumbo yako. Mesa kwa tumbo yako. Sasa deni yetu watakuwa nayo watu. Tunataka tukavae Nairobi, watupee Babu Owino. Unasikia hapo? Are you getting me right? Are you getting me? Najua watakasirika. Hapo tu, hapo. Hiyo mdomo yako chunga sana. Hii serikali si yetu. Thank you, ladies and gentlemen. I'm Babu Owino, Member of Parliament for Embakasi East constituency. I stand before you today not just as a voice of concern, but as a citizen who is deeply outraged by the senseless violence we are witnessing. The recent attacks by goons on innocent people are not just cowardly. They are a direct assault on the values we hold dear as a society. The value of peace, value of dignity, and justice. Let me be clear today with what is happening in Nairobi at the CBD. There is no place for violence in a civilized society. No ideology, no agenda, no grievance justifies raising a hand against another human being. These goons, these thugs are not heroes. They are criminals and they must be treated as such. We cannot and will not remain silent when our fellow citizens are beaten, harassed, and intimidated. Silence in the face of such brutality is complicity. It is our moral duty to speak up, to demand accountability, and to ensure that those responsible are brought to book. I also take this opportunity to condemn the senseless killing of one innocent protester at the CBD today by a police officer. An officer whose responsibility is to protect lives and to protect property. But instead, these officers resorted into taking lives. I want to condemn this with the contempt it deserves. And I want to warn this officer, having known very well what is happening in this country, that his own boss is going to be charged for murder. How can you move further to kill an innocent protester whose only mistake is to go on the street to protest against the death of one of their own, the death of one Albert Ojwang, who was senselessly killed too in the hands of the police officers. Such police officers are criminals. Such police officers must be condemned. Such police officers must take plea, must be charged with murder. And we are waiting, we are seeing your actions, and at the right time, we will also act. To the Governor of Nairobi, Johnson Sakaja, your actions today do not make you strong. Hurting others does not give you power. It reveals your weakness. It reveals your fear. It reveals your utter lack of respect for the rule of law. And we will not allow fear to win. I want to tell you clearly that you've hurt so many people, but the goons that you've hired today at the CBD to hurt people during demonstrations, and we will not take it lightly. To the victims and families, you are not alone. We see you, we stand with you, and we will continue to fight for a society where everyone can live without fear, regardless of their background, beliefs, and opinions. Let us send a message loud and clear that we will not be bullied, we will not be silenced, and we will never stop fighting for justice. We will never stop fighting for peace and for the right of every individual in this county and in this country. What the governor has done is completely unacceptable. I condemn it strongly, and I believe that he can do better. When he was campaigning, he used to say that siasa bila chuki, siasa bila vita. But now, what are we seeing in Nairobi? A disorganized county, a county that should be organized
instead of being antagonized by the governor with the help of the government. We want to warn the goons that you need to stay at home. When people are peacefully demonstrating against the death of one Albert Ojwang that was so gruesome, a death that every Kenyan condemned, you come and you start dancing on the grave of the dead by trying to intimidate fellow Nairobians, fellow Kenyans who are fighting for justice. I want to say that you are criminals and you must be dealt with accordingly. And therefore, Nairobians, do not fear. We are with you. We will stand by your side. We will fight by your side. As Babu Owino, I will always be by the side of the people. God bless you and thank you all. Sasa ndio nimeona hawana askari akakuja akamtush apigani mimi nikaona tumtamea bila ameanguka wameenda na yeye wame William Ruto, my brother, ni kubaya. Acha nikwambie something here, maybe hujaiona. Unaona kifo ya huyu kijana, the late Albert Ojwang. Hii kifo yake inaweza change this country. Hii kifo yake inaweza raise so many issues. Hii kifo yake inaweza kuwa the golden opportunity to the genesis of this republic. Many things can rise up. Unajua kuna watu wamekufa hapa nyuma akina Alex Masai, patriots. Yule mtoto alikufa wa miaka 8, alipewa marisasi 12. You remember you? Hiyo kitu inaweza letwa hapa sahi. Alafu huyu mtu anaitwa Lagat, kesi zake zimekuwa mingi sana. Unakumbuka 2023 wakati Raila Odinga alikuwa karibu kuuawa kupitia njia ya marisasi. Raila Odinga tuliona akilalamika kuhusu Eliud Lagat. Akasema Lagat anataka kumuua. Kumbuka kuna majenzi wanakumbuka hiyo story. By that time, I was Odinga supporter, and I felt like Lagat wanted to kill Raila Odinga. Raila sahi uwezi simamisha Gen Z, uwezi ongelesha Gen Z, etifanya hivi. Ile nini yote anga imepailiwa, imekuwa together. Sasa imefika wakati the Gen Zs are passing out. Tomorrow's protests, Tuesday, ambayo ni kesho, that thing can be taken lightly. Don't release police again. Unajua the contest here of this particular protests is people against the police. Don't release police again to come and tear gas and kill people. If police will kill people, I'm telling you, Ruto, sahi, you'll find even Kenyans killing police. Because the anger, the purpose of the current protests is police who is Lagat. What do Kenyans want? Lagat to resign officially. Atoke angatuke your position. Si mambo ya stepping aside. Genesis are updated. They can differentiate between stepping aside and resignation. You should tender his resignation. So, hii maandamano ya Tuesday, Thursday, alafu on 25th June, hizo siku zichukulie hivi kivivi. Na professional people should be handling this, not people like Kipchumba Murkomen threatening people to wasipatikana kwa maandamano. And again, there is another thing that is very important. Let the government not be attempted to create another faction of protesters to come and counter the genuine protesters. The loser will be you, Ruto. Because if more people get killed, you take accountability. You take responsibility. Hapa ndio nataka kuona leadership ikiwa exercised, but unfortunately, I know from your end, you will not do it. This might be worse than the finance bill. Hii kifo ya Lagat, alafu siku ya burial ya huyu kijana Lagat. Leaders should be very, very careful on how they operate, because this funeral will be particularly for Gen Zs. I'm telling you,
This one is very key and it should not be handled recklessly. People should take position and understand what the people of Kenya are talking about. When people say, let Lagat resign, it means resignation, not stepping aside. If people say he should be jailed, let him be jailed. Otherwise, how will you serve justice? You know, compensating Mzee Meshak na pesa, kupaia familia kuwengine akina Sakaja kupeana kazi in the county government, that will not divine what Gen Zs want, because that is their fellow Gen Z. If they can't stand with their fellow Gen Z, it means tomorrow will be a problem for them. Tomorrow will be them. So, watu wameamua kusimama sisi kwa sisi, as Eric Omondi says all the time. So, Ruto, this particular death is single, but it might challenge your government. This death of Ojwang will introduce so many things. This boy will not rest in peace. Will not rest in peace. And I can repeat, Ojwang Albert will not rest in peace. There must be something yenye itakuwa refilled out of that death. If this government will come down because of this particular boy, it will be. Be very careful on this matter. When people say let Lagat resign, it means resignation. Wakikwambia Kipchumba Murkomen should resign, obey. 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 Raila Odinga, unyamanze kabisa. Because huyu Lagati angekumaliza. Kama time yake ya kuresign imefika, mzee funga mdomo. Angekuwa 2023 campaign pale Jogoo Road. I know I was there. Angekuwa. So, mzee unyamanze sababu wakati wa Lagat kuresign umefika. Na unielewe mapema hivyo. So usiingilie hapa kwanza kudefend yule mtu mwenye consistent ndiye amepatikana with these issues of extrajudicial killings. So alipiga gari yako marisasi mingi sana. Wananchi wengine walikufa on your behalf, Odinga. So usikubali kuingilia mambo ya Gen Z over the issue of Lagat. Lagat aende nyumbani peacefully. Otherwise, wananchi wanaingia maandamano sababu ya Lagat. Igwe! Siku zote. Igwe! Gavana Igwe! Sakaja! Tumelinda jiji. Na tuwaogopi wakuja sasa. Wakuje sasa. Igwe siku zote. Mbwekse tuko hapo. Sakaja Mbwekse. Siku zote. Kuja. Jiwa wenyu. Hivyo. Hivyo.